Ukitazama hii documentary utaamini kwamba watu ambao wanakuchukia, ambao wanakuishia mabaya, hawatoki mbali, ni wako wanakuzunguka hapo hapo. Sasa hii leo ni story ya msichana mmoja anaitwa Lauren na kijana anaitwa Owen, ambao kuanzia mwaka 2020 walikuwa wanapokea message kutoka kwa namba ambayo haifahamiki ni ya nani, ambazo hizo message zilikuwa zinambuli sana huyu msichana na zilikuwa zinataka huyu msichana aachane na yule kijana. Now let's get into the story, yeah? Lauren na Owen, hawa ni vijana ambao walikuwa ni family friends, walikuwa wanafahamiana kwa muda mrefu sana tangu wakiwa wadogo, wamecheza pamoja na hatimaye walipofikisha miaka 13 wakaanza kudate. Wenzetu kidogo wanaanzaga mambo ya mahusiano bado wadogo. Kwa hivyo Lauren alikuwa na mdate Owen, na hicho ilikuwa ni kipindi cha mwaka 2020 ambapo sasa wakaanza kupokea message kutoka kwa namba ambayo hawaifahamu ni namba ya nani, kwa sababu inakuja kama unknown number, haijaseviwa, haijulikani ni namba ya nani, you cannot even trace it. Kwa hiyo ni message ambazo zilikuwa jaribu kumbuli sana huyu msichana, zimemuita majina mengi mabaya. I cannot put the messages here, lakini wait, let me find the messages. Nimeshindwa kuzipata messages, lakini hizo messages zilikuwa zinajaribu kuimplicate kwamba huyu msichana labda ni mbaya, she has a very ugly face, ni ana sura mbaya, mwili wake ni mbaya, calling her names, yani unajua yale matusi, anamtukana. Na messages zilikuwa zinaenda boss kwa huyu Lauren na huyu Owen. Kwa Lauren zilikuwa ni message ambazo zinambuli sana. Kwa Owen ilikuwa ni message kwamba aachane na huyu Lauren, ni hamfai, ni mtu mbaya, dada. Hii issue ilienda kwa muda mrefu sana. Mara ya kwanza katu imeanza walikuwa wanahisi labda ni mtu pale shuleni, kwa sababu huyu Lauren na Owen ni watoto ambao walikuwa wanajishughulisha na michezo. Nadhani Owen alikuwa anacheza basketball, Lauren alikuwa anacheza mchezo mwingine, ni football ya kule Kimarekani, I think something like that. Yeah. Kwa hiyo wakawa wanahisi kwamba inawezekana ni wanafunzi wenzao ambao wanasoma nao, wanawaonea wivu, wanajaribu kuwa tear down, kwa sababu issue ya bullying nchini Marekani ni issue kubwa sana ambayo pia inasababisha mpaka watoto kujiua, na kama hizo data mmeshawahi kuziona. Yeah. So hii kitu ikaenda kwa muda mrefu sana, almost mwaka mzima. Na hawa watoto haikuishia kwao tu, wakaipeleka kwa uongozi wa shule, lakini pia vile vile walipeleka nyumbani, wakawa nawaambia wazazi wao. Na wazazi wao walikuwa wana sympathize kwamba jamani, hiki kitu kinatokea nao wafanyia watoto ni nani? Speculations zikawa zipo kwa watu wengi, suspicions zikawa zipo kwa watu wengi. Inawezekana ikawa ni mtu fulani, inawezekana huyu labda kwa sababu tuligombanaga naye sehemu fulani ndio maana anazitengeneza hizo hizo text. Na kuna msichana mmoja ambaye walikuwa wanasoma naye ambaye pia alikuwa anahisiwa kwamba alikuwa na yeye ametengeneza hizo text, kwa sababu ni msichana ambaye unaambua alikuwa a mean girl shuleni. Ni yule wale wasichana ambao unajua wao ndo wanajikuta wao ndo wao, everything is all about her. Lakini yule msichana akawa anasisitiza kwamba jamani, this is not me ambaye nimefanya hiki kitendo. Lakini huyu pia anaitwa Adriana, huyu ni cousin wake na Owen, na yeye mwenyewe akawa among the suspects ambao anahisiwa kwamba na yeye alikuwa anazitengeneza hizi message, labda kutengeneza revenge au kupata attention shuleni, kuonekana na yeye ni powerful, kwa sababu na huyu alikuwa na receive bullying kwenye michezo ambayo alikuwa anacheza. Kwa hiyo akawa ameona watu kwa wanahisi kwamba kwa sababu huyu alikuwa na receive bullying, inawezekana yeye ndo anayotengeneza hizi text ambayo ni anonymous ili iweze tu kumridhisha moyo wake. Huyu msichana kwenye hii documentary alieleza kwa uchungu sana kwamba yeye sio mtu ambaye amejaribu kutengeneza hizo message, kwa sababu hizi messages zilikuwa zinaenda far guys. Kwa sababu hizi text ukizisoma, ukiangalia hii documentary zitakuonesha hizo text ni text ambazo ukizisoma mwenyewe utaumia kwamba kwa nini anamuita mtoto huyu labda ni malaya, she's using a word like PUSSY. Kwa hiyo ilikuwa ni text ambazo kweli inambuli mtu, unaweza ukachukua hatua nyingine kama una moyo wa mwepesi. Wazazi wa Owen walikuwa wanahakikisha kwamba wanaenda shuleni, wanajaribu kufuatilia. Hii kitu ilienda mpaka ikahusisha FBI, uchunguzi ukaanza kufanyika. Imagine until this time hakuna aliyejitokeza kwamba ni mimi nimefanya hiki kitendo, ni mimi ambaye ndo nimewabuli hawa watu. Ilifika stage ambayo Owen na Lauren walibidi waachane kwa sababu ya vitendo vyote vinavyoendelea, na Owen akaenda kudate msichana mwingine kabisa tofauti. Na huyo msichana na yeye baada ya muda kidogo akaanza pia kupokea message za vitisho, message za kumtishia kwamba achana na Owen, achana sio nini na nini. Lakini kwa Owen anamtumia message za kwamba yule msichana ni mbaya, na hizo message hazikuishia kwa huyo msichana mpya tu, hadi wazazi wa huyo msichana mpya na wao wakaanza kutumiwa message, namba haijulikani ni nani na namba hauwezi kuitrace. Basi fast forward, yule msichana akamwambia Owen, mimi siwezi kuendelea na wewe, kila mtu afuate maisha yake, kwa sababu inaonekana huyu mtu anakustalk, anajua kila kitendo unachokifanya, kila sehemu unayoenda. Fast forward, mwaka umekatika.
issue bado inaendelea, message bado hazija stop. FBI wamejaribu kufanya uchunguzi, wanajaribu kuitrace number, wanajaribu kutrace number zote kujua possibilities ni nani. Jamani, this time around FBI baada ya kufanya uchunguzi, baada ya kutrace number, wakagundua namba moja ambayo inahusiana na mama yake na Lauren. Hii ni familia ya Lauren. Huyu ni baba yake na huyu ni mama yake. Kwa hiyo FBI baada ya kufanya uchunguzi, namba moja ikamtrace kwamba inaenda kwa huyu mama ambaye ndo mama yake na Lauren. Wakaona mambo yasiwe mengi, twende nyumbani kwa kina Lauren leo, waende wakajaribu kumhoji huyu mama. Wamefika pale, jaribu kumhoji huyu mama, alishindwa kukataa. Huyu mama jamani ndo alikuwa anatuma message kumbuli mtoto wake mwenyewe. Huyu mama alikuwa anatuma messages kujaribu kuharibu mahusiano ya huyu mtoto wake na Owen bila sababu yoyote ya msingi. Na wakati anaulizwa anasema, "Oh, unajua, sijui, I did not do this intentionally. Oh, mimi moyo wangu." Unajua kila kitu siku hizi watu wanajaribu kukihusisha na afya ya akili. Sijui hata mimi nilivyokuwa mdogo nilishawahi kuwa bullied. Kwa hiyo yani mimi ilinishangaza kwa upande wangu, kwa sababu kama wewe ulikuwa bullied mdogo, kwa nini utumie hii chance kumbully mtoto wako mwenyewe, aachane na boyfriend wake without any good reason, na umemwita majina mabaya, majina machafu, majina makali ambayo leo kesho hamna mtu anayetaka kumwangalia mtoto mara mbili mara tatu, yeah? Wakati anaojiwa mama yake na Owen, yule kijana alisema it's weird kwamba mama kama huyu anajaribu kutuma message kama zile kwa huyu msichana, lakini not only huyu msichana, kwa yule mvulana, message ambazo zinajaribu kumwachanisha na mahusiano na watu wengine. Inaonyesha kabisa wazi huyu mama alikuwa ana emotional feelings na yule Owen. Alikuwa kama vile anampenda yule Owen, alikuwa kama ana feelings na yule Owen, na hataki yule Owen awe na mwanamke yoyote, not even her daughter. Fast forward, huyu mama alikutikana guilty na akatumikia kifungo jela, na apparently ni kifungo cha mwaka mmoja, nadhani mwaka mmoja na nusu au miaka miwili. Alafu sasa huyu mtoto wake akasema kwamba amemsamehe mama, anatamani kuendelea mahusiano mazuri na mama yake, waanze upya. Na huyu mama naye kwenye documentary anaonekana na mkumbatia alikuwa anamtia hasira. Alikuwa anamtia hasira kwa sababu you knew all this time, afu unajifanya kwamba una empathize na mwanao kwenye muda ambao ushajulikana kwamba wewe ndio chanzo, wewe ndio uloko unatuma hizi messages. Baba yake na Lauren hakutaka hata kumuona huyu mama ndani ya nyumba, akamwambia honestly, hatutaki kuishi tena na wewe, hatutaki kukuona. And at that time kwenye documentary huyu mama kamention kwamba yeye ndio breadwinner nyumbani, kwa sababu huyu mama nadhani ndo alikuwa coach wa huyu mtoto, alikuwa nadhani alikuwa na kaliba ya ualimu, something like that. Kwa hiyo akawa yeye ndo ana earn kiasi kikubwa cha fedha ndani kuliko huyu baba. Kwa hiyo akawa sijui anahisi kwamba yuko she solo. Yaani unajua alivyokuwa na vieleza hivyo vitu vyake have make any sense. Yaani hajapata accountability yoyote kuhusiana na yeye kutuma hizi message kwa hawa watoto zaidi ya kufungwa huo mwaka mmoja. Kwa hiyo pale unapozania kwamba wanaokuzunguka wanakupenda, kumbe wao wanaokuzunguka, tena mtu wako wa karibu kama mama yako, anakufanyia vitendo